Ni heri kabisa, huku tuna wanyima mvua huku. Aha. Safi sana. Sasa bwana, sisi tayari tumetangulia kumwambia msikilizaji kuhusiana na hifadhi scheme, lakini zaidi tukasema makubwa tutayasikia kutoka kwako. Tuanzie hapo kwenye kufahamu maana kwanza, tunaposema hifadhi scheme ni nini hasa? Hifadhi scheme ni mpango wa hifadhi ya jamii wa kuchangia kwa hiari unaomlenga wananchi waliojiajiri, ambao hawa ni wakulima, wafugaji, wavuvi, wachimbaji wadogo wadogo wa madini, kuna wasanii, kuna machinga, wanaoendesha bodaboda, kuna mamalishe, babalishe, wafanyakazi wa majumbani, wajasiriamali wadogo, wakati, pamoja na makundi mengine. Aha. Safi sana. Sasa kuna mtu anasikiliza sasa hivi anajiuliza, pengine anaweza kawaza kwa nini sasa hivi ndo tumekuja na hii campaign, pengine labda si nyuma sana au isingesubiri. Kwa nini sasa? Umuhimu wa hii scheme ni kwamba kihalisia Watanzania zaidi ya 80% ni wako wanaojishughulisha na shughuli zao binafsi, na vile vile Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliona ni vyema Watanzania wengine wote ambao hawako katika mpango wa taasisi za umma na binafsi, ambao wanapata vinua mgongo baada ya kumaliza muda wao wa kazi wanapofikia umri wa miaka 60, kwamba wanapata mafao haya yote. Kwa hiyo hii grupu hii nyingine ni vyema na yenyewe pia ikaweza kufaidika katika mpango huu. Ndio. Okay, sawa. Tunafikiri sasa kwamba hii hifadhi scheme imekuja pengine kubadilisha nini sasa kwetu sisi wananchi, lakini pia makundi mengine ambayo umeweza kuyataja hapo? Kitu kikubwa ambacho hii imekuja kubadilisha ni wa hifadhi ya jamii. Kumbuka hapo awali nimesema kwamba ambao wamekuwa covered katika hifadhi ya jamii ni waajiriwa kwenye sekta binafsi na sekta za umma. Sasa hivi kwa kwenda kwenye hii sekta ya hifadhi scheme, ina maana kwamba wale wote ambao wako nje ya umma na binafsi, ina maana kwamba wote ambao wamejiajiri wenyewe watakuwa covered na watakuwa ni walengwa katika hifadhi scheme. Hivyo wataweza kujichangia wenyewe kidogo kidogo kwa mwezi. Unaweza ukajichangia kwa siku, kwa wiki, kwa mwezi, au ukajichangia miezi 3 mbele, au ukajichangia mwaka mzima mbele. Yaani kwa kiwango fulani ambacho hakikuumizi na kikupi shida, ukaweza kujitengenezea mafao yako kwa ajili ya baadaye. Safi sana. Unasema mtu atakuwa anajiwekea kiwango ambacho akimuumizi. Kwetu huku serikalini ama tuseme sekta rasmi, utaratibu wetu unajulikana kukatana zile 1%. Lakini kwenye mtu mmoja kumekuwa na hiyo changamoto kwamba watu wanaogopa. Pengine wanasema mimi sina hicho kipato. Pengine hiki kinachowafanya kuogopa kina mantiki, na pengine unaweza ukasaidia kudigest ili wasiendelee kuwa na huo mtazamo. Kihalisia kuogopa inaweza ikawa ni jambo la kufikirika, kwa sababu unapokuwa uko mwenyewe, hauna familia, kiwango cha chini kabisa cha kuchangia ni shilingi 30,000. Na hicho ni cha chini tu, unaweza kujichangia hata zaidi ya hapo. Lakini ukiwa na familia, yani mke, mume na watoto 4, unajichangia 52,200 kila mwezi. Na hiyo pia ni kiwango cha chini. Bado unaweza kujichangia juu zaidi kadri unavyoweza. Sio kiogopa. Kwa sababu gani? Unaweza ukakilipa kidogo kidogo, si ndio? Kabisa. Kwa mfano mtu ambaye anajichangia 30,000 kwa mwezi, anaweza akasema shilingi 1,000 kwa siku anajichangia.
ambayo ni rahisi tu, wala sio kazi. Ukiingia tu ukijifunza kwenye mifumo yetu, hata kwa kutumia simu yako ya kawaida kabisa ambayo sio ya kupangusa, unaweza ukafuata taratibu, ukajiunga, ukapata namba yako na ukaweza kujichangia kila siku na kuweza kutimiza malengo yako kwa kipindi chote. Manake ukijichangia unapoingia katika umri huu wa kuanzia miaka 17 na kuendelea, nia ya mfuko ni kwamba uweze kuchangia mpaka miaka 15 ili uweze kupata pensheni ya uzee. Lakini utakapojichangia katika miezi ya awali mitatu ya kwanza, unaweza kuingia katika kawa. Na unapoendelea kujichangia na kujichangia na kujichangia, kesho na kesho kutwa kama mwanachama anafariki, basi familia yake inaweza ikapata msaada wa mazishi. Lakini vile vile pia wakati bado huyu mwanachama anaendelea kujichangia, siku akiona kwamba labda mambo yangu sio mazuri sana au anataka labda aongeze mtaji, ana uwezo wa kuchukua sehemu ya michango yake au yote kwa wakati mmoja. Kwa hiyo bado ni skimu ambayo ukielewa vizuri bado ina manufaa sana kwa walengwa, na kwa kweli inaenda kuongeza kukua kiuchumi na kuongeza pia kipato katika kidogo. Tuweke sawa, sisi tunafahamu sheria inayosimamia mifuko ya hifadhi Tanzania, na bila shaka sitaki tuende ndani sana huko, kuna masuala ya kikokotoo na vitu kama hivyo. Hilo la mtu kwamba anatamani kuchukua mzigo wake, nitumie hiyo neno, ni kwa ajili ya hii scheme peke yake ama ni kwa ujumla kwa wale wote wanaochangia kwenye mfuko wa NSSF? Kwa kweli ni kwenye hifadhi scheme tu ndio ambako hakuna masharti yoyote ya kuweza kuchukua pesa zako. Ukizihitaji huko kwenye hifadhi scheme, yani ni unaandika barua tu kwa manager husika, ndani ya muda mfupi sana unapata hela yako yote. Sawa. Lakini lengo la hizi hifadhi licha kumsaidia, mara nyingi huwa tunaona ni kumsaidia mtu anapoelekea uzeeni ama muda ambao hawezi kuwa mzalishaji. Sasa amuoni kama hii kuruhusu sana mtu kuchukua hiyo pesa yote, labda niseme hivyo, naweza lengo tunatamani kwamba ufikie uzee ili uweze kupata pensheni. Lakini unapokuwa umekuja kwetu, inategemea sasa wewe umekutana na changamoto zipi hapo katikati. Na ndio maana tunaendelea kutoa ushauri kwamba ni vema ufikie mbali ili uje uone faida yake. Lakini kama hapo katikati mambo yanakuwa sio kama ulivyotegemea na tumekushauri ukaelewa, ukiona kwamba ni vyema kutokuendelea, basi sisi tunakuwa hatuna pingamizi la kulazimisha uweze kuendelea. Kwenye pensheni ingekuwa ni vyema zaidi. Bwana. Okay, sawa. Kutokana na matokeo chanya umeweza kueleza hapo, pengine mgani teknolojia imeweza kusaidia katika kuboresha huduma hii? Kwa kupitia simu ya mkononi na mifumo ya kidigitali, mwanachama anaweza akajisajili, akajichangia, akaweza kufuatilia akiba yake na akaweza kuomba huduma bila kufika ofisini. Anachotakiwa hapa ni mwanachama ni kufuatilia hatua kwa hatua jinsi gani anaweza kujisajili kwa kupitia simu yake. Simu za aina yote, iwe ni simu ya aidha sio ya smart au ni smart, wote unaweza kujisajili vizuri sana kwa kufuata mwongozo ambao upo, na bado ukaweza kuona taarifa zako zote kiganjani, na bado kuna namba za simu pale unaweza kuwasiliana na mtoa huduma na usihitaji kwa kuja ofisini. Hii imekaa vizuri kwa kweli. Kwa hiyo kabisa una smartphone, kila kitu kinawezekana. Sasa tusaidie kutupitisha kwenye faida. Hapo nimesikia umetaja pensheni, hiyo ni moja inafahamika, lakini umetaja mafao mengine ambayo pengine msikilizaji anaweza akayafahamu. Kuna mafao 7 kwa kweli. Pensheni ya uzeeni mpaka unapokuwa umefikia umri ambao sasa kufanya kazi tena hauwezi.
ambayo hapa ni mpaka maximum miaka 70. Lakini kuna mafao ya urithi. Wewe mwanachama ambaye unajia sasa hivi, kama itatokea bahati mbaya, basi Mwenyezi Mungu amependa kwamba umeacha mtegemezi wako ambaye ni mke au ni mume, na kuna wale watoto 4. Kwa hiyo hao wote watapata kile ambacho ulikuwa umekichangia kwa muda wote na iwe yake. Vile vile utakapokuwa umepata bahati mbaya kupata ulemavu katika kipindi hiki cha uchangiaji, pia kuna mafao hapo. Mafao mengine ni mafao ya matibabu. Ukishajichangia tu miezi 3 ya awali, mwezi mwingine wa 4 unapata faida ya kuchagua hospitali iliyo jirani na wewe ambayo utatibiwa hapo, na ambayo iwapo kama kutokuwa kuna tatizo jingine lolote ambayo hiyo hospitali haiwezi kulitibia, basi watapata referral kwenda kwenye hospitali kubwa zaidi. Okay. Ya hapo. Safi sana. Fao jingine ni uzazi kwa wakina mama. Wanachama wa kina mama kisha jichangia miezi 36 tu, basi una faida ya kupata baadhi ya michango yako kwa ajili ya kusaidia baada ya kujifungua. Fao jingine ni huduma za mazishi. Mwanachama anapofariki, wategemezi wake wanatakiwa walete taarifa ofisini ndani ya siku 60. Baada ya hapo watapata msaada kutokana na zile gharama walizozitumia wakati wa kumhifadhi marehemu wao. Kwa hiyo hapo wanachotakiwa ni kutunza gharama mliponunua jeneza, shada. Baada ya hapo mnapata muhtasari kutoka kwa mwenyekiti serikali za mitaa ambapo mlikaa familia kama kikao, mnaziwasilisha ofisini. Basi tunaendelea na mchakato. Mwisho wa yote mnakuwa mmemchagua ni nani atapokea hiyo hayo mafao kwa ajili ya familia. Hapo tutakuwa tumesaidia kwa namna hiyo. Okay. Nafao huduma nyingine pia ambayo tunatoa ni pale ambapo unaona sasa ninahitaji kuchukua sehemu ya mafao yangu au michango yangu yote kutokana na sababu ambazo utakuwa unaona kwamba zinafaa. Kwa hiyo tunaendelea kuwaelimisha wanachama wetu, japokuwa elimu bado watu wanaipokea kwa utaratibu, lakini tunaendelea kuitoa ili wapate kuelewa na izame wapate kuelewa, ili waone umuhimu wa kujiunga kwa wingi na kufuatilia faida za mafao haya pindi majanga yanapokuwa yanawapata. Yes. Okay. Tukielekea ukingoni bila shaka hapa. Tukiwa tunaelekea ukingoni sasa, tuangalie pengine ni skimu hii na umuhimu gani kwa uchumi wa mtu mmoja mmoja, ama kwa mwanachama, ama kwa taifa kwa ujumla. Kwa kweli skimu inafanya faida sana. Ina faida sana kwa sababu kwanza inapunguza umasikini wa mtu mmoja mmoja, umasikini kama nchi, manake kwanza inaenda kuongeza pato la uchumi, inaongeza pia uwekezaji wa ndani, na pia unapokuwa na uhuru wa kipato kwa mwananchi, hiyo inakufanya pia unaweza kufanya mahitaji yako kadri unavyoweza, si ndio kabisa. Yani inaenda kuchochea maendeleo ya kiuchumi kwa ujumla. Unajua unapokuwa na uhuru wa kifedha inakusaidia kufanya mambo mengi, si ndio Kabisa kabisa. Kwa hiyo ina faida kubwa sana kwa kweli. Tunaendelea kuwasihi wananchi ambao bado hawajajiunga na huu mfuko, kwa kweli wakimbie wajiunge.
Yeyote ambaye mpaka sasa hivi ameshaelewa, ni bora amwambie na mwenzake, kwa sababu manufaa ni makubwa sana. Na meneja, sisi kwenye kumalizia, pengine tumeambiwa mini hifadhi scheme, mtu anaweza akatumia tu simu yake akaweza kujisajili ama kujiunga na mfuko, lakini pengine labda hajaelewa maelezo haya, anaweza kawasiliana vipi na mfuko ili kuweza kupata maelekezo zaidi katika kuhitimisha? Ukiingia katika mtandao wetu wa NSSF utakutana na taarifa hizi zote, lakini bado kwa mkoa wa Kagera unaweza kufika kwenye ofisi zetu za Karagwe, Misenyi, Muleba. Pale huwa tunatoa huduma kila siku ya Ijumaa, na ofisi yetu iliyoko Bukoba mjini. Kwa hiyo kwa kufika hapo, naweza nikapatia namba kadhaa ambazo ukipiga hizi namba utapata mtu wa kukusaidia. Sawa. Namba ya kwanza kabisa ni 0767 15 0003. Hiyo ina maana ni namba yangu mimi mwenyewe, naweza nikakusikiliza nikapeleka kwenye idara husika, au kama utakuwa umeridhika atakuwa natosha. Au kuna namba nyingine ya afisa mafao, namba 0763 140 959. Na meneja, tunakushukuru sana. Tunaomba ubaki kwenye line kidogo tupate mapumziko kama ya dakika 3-4 hivi, alafu tutarejea kwako tumalizie na kukwambia asante kwa kuwa nasi. Asante sana. Mkoa wetu wa Kagera, Bi Judith Kebara, ambaye tunazungumza kuhusiana na umuhimu wa kujiunga na kuchangia NSSF kwa sekta binafsi na wananchi waliojiajiri bwana kupitia hifadhi scheme. Bila shaka meneja, bado uko nasi, ulikuwa unatutajia nambari za mawasiliano. Tunaomba kwa dakika 2 tu umalizie. Nilikuwa ninapenda kuambia wasikilizaji wetu ya kwamba ukweli unabaki kuwa mmoja tu, maisha hayana uhakika, lakini maandalizi yanawezekana. Hifadhi scheme si kwa ajili ya kesho pekee, bali ni uamuzi wa leo unaojenga kesho iliyo salama. Kutokujiandaa ni kujiweka kwenye hatari ya utegemezi, umaskini wa ghafla, na kukosa heshima ya kujitegemea unapohitaji msaada zaidi. Hifadhi ya jamii si chaguo la ziada, bali ni hitaji la msingi kwa kila Mtanzania mwenye maono chanya. Naam. Karibuni NSSF, karibuni jichangie kwa maisha ya sasa na ya baadaye. Asante sana meneja, tunakushukuru sana. Tunaamini tutaendelea kuwa pamoja wakati mwingine tukija hata kuangalia masalio. Sema nimeona siku hizi tuna mifumo ambayo inatuwezesha pia kuangalia salio letu vizuri kabisa. Ni kweli kabisa. Asante sana na tukutakie jioni njema. Asante sana, muwe na kazi njema pia. Shukrani sana. Haya, mambo hayo ya kujichangia bana kidogo. Unajua hii uzuri wa hii ni kwamba si kama kuweka kwenye vikoba. Ina faida nyingine zinazoambatana na wewe kujiwekea akiba, ikiwa ni pamoja na hayo mafao ambayo yametajwa. Mtu bana unajifungua afu unaenda unachukua kamzigo. Safi kabisa. Basi. Sasa ili kundi bwana, mimi mwanzoni nilikuwa naambia, nasema hivi kwamba kuna watu wanaajiriwa alafu wanaacha kazi au wanaachishwa kazi, kwa nini wasiendelee kuchanga? Sasa nafikiri kila kitu tayari wamepata dirisha ambalo linawaruhusu wao kuendelea kujiwekea akiba. Jambo zuri sana kwa